ile tu kuonekana unajua mambo kumzidi bosi uko matatizoni. Na hii ni sana kwa context ya kibongobongo hii huku maofisini kwetu, hasa ofisi za serikali. Sasa ukiwa kama mtu ambaye ndo umekutana na hii changamoto na unajua mambo mengi kuzidi bosi, unatakiwa uishi kwa akili sana. Okay, kwa sababu gani? Hawa viongozi wetu wa sasa hivi ni kwa sababu iko hivi, mtu anafanya kitu, ana mentality ya uongozi kwa sababu kuna sehemu ameona aina fulani ya uongozi. Sasa ukiangalia world view ya uongozi wa Tanzania na culture ya Tanzania kwenye uongozi sana, kuna issue ya inaitwa, kuna gap kubwa sana kati ya kiongozi na anayeongozwa. Yaani mnatakiwa msiwe karibu sana yani. Kwa maana ya kwamba aliye kiongozi lazima awe anajua mambo kuzidi yote. Sasa ikionekana wewe unajua mambo kuliko bosi, ni kama unakuwa hatari kwa kiongozi. Kwa hiyo cha kufanya ni kuishi kwa akili sana. Cha kwanza, unapokuwa unawasiliana naye, unazungumza naye, hata kama mawazo yako yana nguvu sana, usiyapeleke kama wazo la mwisho. Yapeleke kama sio tu ushauri, tena usipeleke kama ushauri. Peleka kama pendekezo ambalo halina maana. Bosi yeye mwenyewe ndo ataamua atalitumia au hatalitumia. Lakini sasa kwa vile linakuwa lina maana, lazima atalichukua. Kwa hiyo mtazamo wako na attitude, usiwe sana kwenye kumkosoa, kwenye kumfanya ajui, lakini mambo unayoyapeleka kwake yapeleke kama wewe pia haujui, uombe ushauri kwake kama hilo jambo linawezekana. Mfano, umepata wazo la kuongeza revenue kwenye taasisi au na vitu vingine kama hivyo. Wazo lako umeliona ni bora sana kuliko la kiongozi. Okay, unapopeleka okay, habari bosi, shikamoo na vitu vingine kama hivyo. Alafu ninafikiri kuna hili jambo naona sijui, lakini utalitazama. Ngoja nikwambie tu, unamwambia. Yeye ndio ataamua kama linafaa au halitafaa. And in all truth sense ni kwamba linafaa. Lakini ile namna unavyolipeleka linaweka mazingira mazuri ya yeye kulipokea, tofauti na kulipokea kama kumkosoa yeye. Okay? Kwa hii ni hekima leo, kumbuka ijayo hekima mpaka umetumia. Okay? Bye.